Bwana Yesu apewe sifa. Sifa na utukufu kwa Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya, haleluya, haleluya. Naam. Mungu, asante kwa neema yako iliyokuu. Asante Baba mbinguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Mungu mwenye nguvu, mweza mambo yote. Asante Baba mbinguni kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Asante Yesu kwa damu uliyomwaga pale msalabani, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Mungu Baba kwa ile damu iliyomwagika msalabani. Na tunajifunza kipengele kidogo kuhusu Roho Mtakatifu katika maeneo mawili. Roho Mtakatifu katika maeneo mawili, jinsi ambavyo Mungu anaweza akasema nawe katika maeneo mawili. Moja, msukumo. Hiki kipengele cha msukumo wa Roho Mtakatifu ndicho ambacho nataka tuseme, tujifunze, tuongee, tujadili, lakini zaidi tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Baba mbinguni, asante kwa neema yako. Roho Mtakatifu aniongoze. Kipengele hiki cha kuongozwa na msukumo wa Roho Mtakatifu tunaweza tukarejea katika kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza sura ya 17. Wafalme wa Kwanza sura ya 17. Wafalme wa Kwanza sura ya 17. Wafalme wa Kwanza sura ya 17 mstari wa 9. Ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Na nani anasema? Ni Mungu anasema. Anamwambia nani? Anamwambia nabii Elia. Aende kwa nani? Kwa mwanamke mjane ambaye alikuwa wapi? Alikuwa katika mji wa Sidoni, eneo la Sarepta. Mungu anasema nimemwagiza, lakini agizo hili halikuwa la sauti, lilikuwa ni msukumo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Na huo msukumo mara zote utakupa amani. Kwa hiyo huyu mwanamke alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa na mawasiliano na Mungu, alikuwa na mahusiano mazuri na Mungu, kiasi kwamba Mungu alizungumza naye kwa njia ya msukumo wa Roho Mtakatifu. Faida kubwa ambayo tunakuja kuiona baadaye, huyu Elia wakati anaenda kuongea na huyu mwanamke, tunaona mwanamke anamsikiliza Elia, anatii, na kutii kwake kukaleta ishara, maajabu na miujiza katika maisha yake. Muujiza wa kwanza kabisa ambao tunauona ni mafuta kutopungua kwenye chupa yake na unga kutopungua kwenye pipa la unga. Lakini muujiza mwingine mkubwa ni kwamba mtoto aliyekuwa amekufa akafufuka. Haleluya. Unaona jinsi ambavyo mama huyu, hata yeye mwenyewe ulikuwa muujiza, kwa sababu kipindi hicho alikuwa anajiandaa kufa, ale chakula cha mwisho na mtoto wake wafe, lakini ulikuwa muujiza wa kuishi kwao. Ni neema iliyoje. Na wewe pia inawezekana kuna vitu umevipoteza kwa sababu ya moja, kutojifunza habari za msukumo wa Roho Mtakatifu unafanyikaje. Na ili ujue kitu cha kipekee kabisa ambacho kitasababisha ujue kwamba huu ni msukumo wa Roho Mtakatifu, ni tengeneza kwanza mawasiliano yako na Mungu. Mahusiano mazuri na Mungu. Lakini pia ni somo, muulize Mungu. Unaweza kumuuliza, nifanyeje? Msukumo wa Roho Mtakatifu utakupa amani. Sifa kwanza kuu, itakupa amani. Amani ya moyo. Ndio maana imeandikwa, na amani ya Kristo iamue ndani ya mioyo yenu. Haleluya. Ningependa somo hili endelee na kuombea katika jina la Yesu. Endelea kufuatilia masomo haya na mfululizo wa vipindi hivi ambavyo nafundisha kuhusu mambo ya Roho Mtakatifu. Tengeneza mahusiano mazuri na Mungu ili apate kuzungumza na wewe kwa njia ya msukumo, na ukapate kuelewa, ili ukapate kutii, ili ukapate kunufaika na utii. Maana imeandikwa Isaya 1:19, ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. Huwezi kula mema ya nchi ukikubali tu, kuna kutii. Haleluya, kuna kutii. Ukipata dawa inaitwa diclofenac, kumradhi, maana yake ni mchanganyiko wa dawa mbili, diclofenac na paracetamol.
ndio unapata D crop. Kwa hiyo ili upate kula mema ya nchi ni lazima kuwepo na kukubali na kutii. Unamkubali Mungu na unamtii. Fuatilia masomo haya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ubarikiwe sana. Amina.